Karibu kwenye chaneli yetu ya simulizi zenye mafunzo, ambapo leo tutaona simulizi ya kijana mwenye nidhamu aliyemsaidia ombaomba bila kujua alikuwa bilionea. Tuanze simulizi yetu. Katika jiji la almasi, jiji lilosheheni majumba ya kifahari na magari ya bei ghali, aliishi kijana mmoja kwa jina la Juma. Juma alikuwa kinyume kabisa na mandhari ya jiji hilo. Alikuwa mnyenyekevu, mpole na mwenye moyo wa huruma isiyo na kifani. Alifanya kazi ya kuuza magazeti na maji katika kituo kikuu cha mabasi, kipato chake kikiwa kidogo mno, kiasi cha kutosha tu kumlisha na kumlipia kodi ya chumba chake katika mtaa wa mabanda. Licha ya ufukara wake, Juma hakuwahi kukata tamaa wala kunung'unika. Aliamini katika uadilifu na nguvu ya wema. Kila alfajiri, Juma alikuwa wa kwanza kufika kituoni, akiwa na tabasamu lake lililokuwa kama mwangaza wa jua kwa wasafiri wengi wenye shughuli nyingi na nyuso zilizokunjamana. Alikuwa akiwasalimu wote kwa heshima, vijana kwa wazee, matajiri kwa maskini. Wengi walimchukulia kama sehemu ya mandhari ya kituo hicho, wakimzoea kwa wema wake. Pembezoni mwa kituo hicho, chini ya mti mkubwa wa mwembe uliotoa kivuli kidogo, alikuwa akikaa mzee mmoja ombaomba. Mzee huyu, ambaye watu walimfahamu kwa jina la Mzee Bakari, alionekana kuchoka na maisha. Nguo zake zilikuwa viraka viraka, nywele zake ndefu nyeupe zilizochafuka na ndevu zake ndefu zilionyesha kuwa hakuwa na makazi maalumu. Watu wengi walikuwa wakimpita bila hata kumtazama, wengine wakimtupia sarafu ndogo kwa dharau na wachache wakimfokea aondoke. Juma hata hivyo alikuwa tofauti. Kila siku kabla ya kuanza biashara yake, alimnunulia Mzee Bakari kikombe cha chai na andazi. Wakati mwingine, akipata faida kidogo zaidi, alimnunulia sahani ya wali na maharage. Hakufanya hivi kwa kutaka sifa, bali kwa sababu moyo wake ulisikitishwa na hali ya mzee yule. "Shikamoo Mzee Bakari," Juma alisema, akimkabidhi chai. "Marahaba mjukuu wangu," Mzee Bakari aliitikia kwa sauti iliyokwaruza. Macho yake yaliyokuwa yamefifia yalimtazama Juma kwa shukrani. Juma alitabasamu. "Usijali mzee wangu, kidogo changu na chako." Siku zilienda zikija na urafiki wa kimya kimya ukaota kati ya Juma na Mzee Bakari. Juma alikuwa akimsimulia Mzee Bakari kuhusu ndoto zake za siku moja kumiliki duka lake dogo la vitabu, na Mzee Bakari alikuwa akimsikiliza kwa makini, mara kwa mara akitoa ushauri wa busara uliofichika katika mafumbo. Wafanyabiashara wengine kituoni walimcheka Juma. "Unapoteza muda wako na pesa zako kwa huyo mzee." Bahati, muuza mihogo, alimwambia siku moja. "Hana lolote la kukupa, angekuwa na nguvu angefanya kazi." Juma alitikisa kichwa kwa upole. "Kila mtu ana hadithi yake Bahati, na sisi sote tunahitaji msaada wakati mmoja au mwingine." Kumsaidia yeye hakunipunguzii chochote. Siku moja mvua kubwa ilinyesha jijini Almasi. Mvua ya masika iliyoambatana na upepo mkali na radi mkali. Watu wote walikimbilia kujificha. Juma, baada ya kuhifadhi magazeti yake yasiloane, alimkumbuka Mzee Bakari. Alimkuta mzee yule amejikunyata chini ya mti, akitetemeka kwa baridi, nguo zake chache zikiwa zimeloa chapachapa. Bila kusita, Juma alivua koti lake la pekee, ambalo lilikuwa limechakaa lakini bado lilikuwa na uwezo wa kuzuia baridi kidogo, na kumfunika Mzee Bakari. Kisha akakimbia kwenye kibanda cha mamantili kilichokuwa karibu na kumnunulia Mzee Bakari supu ya moto. "Mjukuu wangu," Mzee Bakari alisema huku machozi yakimlengea, "umenipa joto na chakula, lakini wewe je, utapata baridi?" Juma alitabasamu, meno yake yakigongana kidogo kutokana na baridi. "Mimi bado kijana mzee wangu, nitakuwa sawa. Wewe ndiye unahitaji uangalizi zaidi." Alikaa na Mzee Bakari hadi mvua ilipopungua, wakizungumza mambo mbalimbali. Kilichokuwa hakijulikana na Juma wala mtu yeyote pale kituoni ni kwamba Mzee Bakari hakuwa ombaomba wa kawaida. Jina lake halisi lilikuwa Halfan Al-Fahim, mmoja wa matajiri wakubwa zaidi barani Afrika, mmiliki wa kampuni ya kimataifa ya Al-Fahim Holdings. Mzee Halfan alikuwa amechoshoka na unafiki na uchu wa mali uliomzunguka. Alikuwa amepoteza imani na watu, kwani wengi walimfuata kwa sababu ya utajiri wake. Miaka michache iliyopita, baada ya kifo cha mkewe mpendana na watoto wake kuhamia nchi za mbali wakijishughulisha na biashara zao, Mzee Halfan alijisikia mpoke sana.
Aliamua kufanya jaribio ya kijamii. Alivaa kama ombaomba na kuanza kuzunguka katika mitaa mbalimbali ya jiji, akitafuta kuona kama bado kulikuwa na ubinadamu wa kweli, wema usio na masharti. Alikuwa akitafuta mtu ambaye angemjali yeye kama yeye, na si kwa sababu ya kile alichonacho. Kwa miezi kadhaa aliyokaa pale kituoni, alikuwa amewaona watu wa kila aina. Wengi walimdharau, wengine walimhurumia kwa unafiki, lakini hakuna aliyemwonyesha wema wa dhati na endelevu kama Juma. Kila kitendo cha Juma kilikuwa kinagusa moyo wa mzee Khalfan. Alikuwa akiona tabia ya mwanawe wa kiume aliyefariki akiwa mdogo ndani ya Juma: ukarimu, heshima na moyo wa kujitolea. Siku moja, wiki chache baada ya tukio la mvua, mzee Bakari hakuonekana mahali pake pa kawaida. Juma alihangaika sana. Alimuuliza kila mtu kituoni, lakini hakuna aliyekuwa na habari zake. Juma alijisikia vibaya, akihofia kuwa labda mzee yule alikuwa amezidiwa na ugonjwa au baridi. Alikwenda hata katika hospitali za karibu kuulizia, lakini hakumpata. Siku 3 zilipita. Juma alikuwa amekata tamaa. Alipokuwa amekaa akihesabu faida yake ndogo ya siku hiyo, gari jeusi la kifahari aina ya Mercedes-Benz S-Class lilisimama mbele yake. Kioo cha nyuma kilishushwa taratibu, na ndani yake alikuwa amekaa mtu aliyepiga lapa, nadhifu na mwenye haiba ya kiongozi. Juma alipigwa na butwaa alipomtambua. Alikuwa ni mzee Bakari, lakini akiwa katika umbo tofauti kabisa. Ndevu zake zilikuwa zimenyolewa vizuri, nywele zake fupi na nyeusi zilikuwa zimepakwa rangi, na alikuwa amevaa suti ya gharama kubwa. "Juma, mjukuu wangu," yule mzee alisema, sauti yake ikiwa tulivu na yenye mamlaka, lakini bado ikiwa na ule ukwaruzo wa mzee Bakari. "Naomba upande garini, kuna jambo nahitaji kuzungumza nawe." Juma alikuwa ameduaa. Alishindwa kuamini macho yake. Mzee Bakari, ni wewe kweli?" Mzee Khalfan alitabasamu. "Ni mimi, ingawa jina langu halisi ni Khalfan Al-Fahim. Tafadhali, panda." Akiwa bado amechanganyikiwa, Juma aliingia kwenye gari. Gari lilianza safari kuelekea katika eneo la matajiri la Oyster Bay. Walifika kwenye jumba kubwa la kifahari lililozungukwa na ukuta mrefu na bustani nzuri iliyotunzwa kwa ustadi. Ndani ya jumba hilo, Juma alikaribishwa kwa heshima na wafanyakazi. Alipelekwa kwenye sebule kubwa iliyopambwa kwa samani za thamani na picha za sanaa. Mzee Khalfan alimkalisha kwenye sofa laini na kumwagizia kinywaji. Mzee Khalfan alianza baada ya kumtazama kijana yule kwa muda. "Najua una maswali mengi, ngoja nikueleze. Mimi ni mfanyabiashara mkubwa. Kwa miaka mingi nimejenga himaya yangu, lakini kadri nilivyopata mafanikio ndivyo nilivyozungukwa na watu wenye nia mbaya, watu wanaotaka kunufaika na mimi." Alimsimulia Juma kuhusu upweke wake, kifo cha mkewe na uamuzi wake wa kuvaa kama ombaomba ili kutafuta ubinadamu wa kweli. "Kwa miaka mingi nimekaa pale kituoni," aliendelea mzee Khalfan. "Nimewaona watu wengi, lakini wewe Juma, wewe ulikuwa tofauti. Ulinisaidia bila kutarajia chochote. Ulinipa chakula chako kidogo, ulinipa koti lako la pekee wakati wa baridi. Hukujua mimi ni nani, lakini ulinionyesha wema wa hali ya juu. Umenithibitishia kuwa bado kuna watu wazuri duniani." Macho ya Juma yalijaa machozi. Hakuwahi kufikiria kuwa matendo yake madogo ya huruma yangekuwa na maana kubwa kiasi hicho. "Nimekuita hapa leo," mzee Khalfan alisema, akiegemea mbele kidogo, "kwa sababu nataka kukupa fursa ya kubadilisha maisha yako. Umeonyesha kuwa una moyo wa dhahabu na akili timamu. Nataka kukuwezesha kutimiza ndoto zako." Mzee Khalfan alimpa Juma ofa ambayo ilikuwa zaidi ya ndoto zake zote. Alimpa mtaji wa kuanzisha duka lake la vitabu, na si hilo tu, alimpa nafasi ya kusoma na kupata elimu bora ili aweze kusimamia biashara kubwa zaidi. Zaidi ya yote, alimwomba Juma awe kama mwanawe, mtu ambaye angeweza kumwamini na kumrithisha baadhi ya majukumu katika kampuni yake. Juma alilia kwa furaha na shukrani. Mzee Khalfan alisema kwa sauti iliyokwama, "Sijui niseme nini. Asante haitoshi. Usiniite mzee Khalfan tena, niite babu." Mzee Khalfan alisema kwa tabasamu la upendo, "Wewe ndiye umenipa zawadi kubwa zaidi Juma. Umenirudishia imani yangu kwa ubinadamu." Juma alianza maisha mapya.
Alisoma kwa bidii, akijifunza kuhusu biashara na usimamizi. Alifungua duka lake la vitabu ambalo lilikuja kuwa moja ya maduka makubwa na maarufu jijini. Lakini hata baada ya kupata mafanikio, Juma hakubadilika. Aliendelea kuwa yule yule Juma mnyenyekevu, mpole na mwenye huruma. Alianzisha mfuko maalum wa kusaidia watu wasiojiweza, akitumia sehemu ya faida yake kuwasaidia ombaomba wengine, watoto wa mitaani na wazee wasio na walezi. Alihakikisha mzee Khalfan, au babu yake kama alivyomwita sasa, hakujisikia mpweke tena. Walikuwa wakitumia muda mwingi pamoja, wakizungumza na kucheka kama baba na mwana. Hadithi ya Juma na mzee Khalfan ilienea jijini na hata nje ya mipaka yake. Ikawa ni kielezero cha jinsi wema mdogo unavyoweza kuzaa matunda makubwa na jinsi moyo wa kweli unavyoweza kugundua hazina iliyofichika hata katika mazingira duni kabisa. Na Juma, kijana aliyekuwa akiuza magazeti kituoni, alithibitisha kuwa tabia njema na moyo wa huruma ni utajiri mkubwa zaidi kuliko fedha na mali zote duniani. Alikumbuka daima maneno ya babu yake Khalfan: thamani ya kweli ya mtu haipimwi kwa kile alichonacho, bali kwa kile anachotoa kwa wengine bila kutarajia malipo. Na huo ndio mwisho wa simulizi yetu. Naomba usubscribe ili uwe unakuwa wa kwanza kupata video zetu kila tunapoziachia. Asanteni sana, tukutane kwenye simulizi nyingine.